Kuna kijana mmoja anaitwa John. Huyu kijana alikuwa anapenda sana kwenda kanisani. Watu walikuwa wanampenda sana kwa sababu alikuwa anawabariki sana watu kanisani. Lakini huyu kijana alikuwa na maisha mawili mawili. Muonekano wa nje ulikuwa haufanani na maisha yake ya ndani. Alikuwa anapenda sana kuchanganya mambo ya Mungu na mambo ya dunia. Akienda kanisani amevaa vizuri, amependeza, anawabariki watu kanisani, anashughulika pale kuna vitu vya pale kanisani. Lakini tofauti na siku ya kushughulika kanisani ambayo ni Jumapili, hizi siku nyingine Jumatatu kwenda mbele ni siku ambazo alikuwa akirudia yale maisha ambayo Mungu hayapendi, maisha ya anasa. Alikuwa anaishi maisha mabaya sana ndani ya siku 7, alafu alikuwa anaishi maisha ya utakatifu ndani ya siku moja ambayo ni Jumapili. Hicho kitendo kilikuwa kinamuuma sana, lakini alikuwa anashindwa jinsi ya kukiachia. Siku moja alikwenda kanisani, mchungaji alikuwa anahubiri kuhusu toba. Lile neno lilimgusa sana, akajisikia kulia, akajisikia kupiga makelele, lakini alinyamaza. Alinyamaza kwa nini? Ndani yake kulikuwa na msongamano, kulikuwa na mvurugano, palikuwa na malumbano baina ya nafsi mbili. Kuna nafsi ilikuwa inataka kuacha mambo ya shetani kumtumikia Mungu moja kwa moja, lakini pia kuna baadhi ya nafsi ilikuwa inaona kama anajinyima raha hapa duniani. Yaani alikuwa anatamani kwenye kibakuli kimoja cha chakula aweke mambo ya Mungu na mambo ya shetani. Ni kitu ambacho hakiwezi. Vijana wengi siku hizi wanaishi sana huo mfumo. Yaani wanajaribu kuchanganya matendo ya mwili na matendo ya roho. Ni vitu ambavyo havichangamani. Kwenye kitabu cha Wagalatia 5:17 pale ameorodhesha matendo ya mwili na matendo ya roho. Yaani matendo ya mwili hayawezi kuendana na matendo ya roho. Ukijichanganya, ukijihusisha sana na matendo ya mwili, ni ukweli kabisa kwamba roho yako haitakuwa na kiroho hautaendelea. Siku moja Daniel alifanya kosa kubwa sana. John. Siku moja John alifanya kosa kubwa sana. Akaona mimi basi kuanzia leo siendi kanisani tu, kwa sababu akajihukumu kwamba kama vile mimi Mungu ndo hatanisamehe tena. Hapo ndipo watu wengi huanza kuanguka na kurudi nyuma. Vijana wengi kuna baadhi ya muda unafika anakata tamaa, na hiko ndiko kitu ambacho shetani anakitamani. Shetani hafurahii tu ile hali ya wewe kumsaliti Mungu, ya kumtenda kosa alafu ya kurudi kanisani, kutenda kosa kurudi kanisani. Anataka akuchukue uwe wake mazima. Kwa hiyo ukifika ile stage ya kukata tamaa kama huyu John ambaye ilifika stage akaona ili kosa nilofanya sasa hivi Mungu hatanisamehe bwana. Ndio level ambayo shetani alikuwa anaitafuta. Siku moja Danieli alikuwa anakaa peke yake. Hakukuwa na muziki, hakukuwa na kitu chochote. Alikuwa ametulia. Roho yake ikaanza kuuma. Kwa nini nafanya hivi? Nimechoka kufanya matendo. Nitafanya hivi mpaka lini? Alikuwa ameomba toba ya kweli kabisa kwa Mungu. Hakukuwa na drama, hakukuwa na watu wa kumuona. Alikuwa ni yeye na Mungu peke yake. Hichi kitu kilimpelekea Mungu kuona kwamba Daniel ameitaka toba ya dhati kutoka moyoni mwake. Na Mungu akamsaidia. Akaanza kusoma Biblia, akaanza kwenda kanisani kwa uaminifu, akaanza kuomba kila siku, akajitenga na marafiki ambao wanakuwa wanamshawishi kwenda sehemu za anasa, akabadilisha mazingira. Hapo Mungu akamsaidia, akaanza kuishi maisha mazuri. Sio kwamba alikuwa ni mtakatifu sana au mkamilifu sana, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo Mungu alianza kuviachilia kwenye nafsi yake ili kumsaidia kuenenda kama vile Mungu anapenda. Lakini hiyo yote ilisababishwa na kuamua kwa Danieli kubadilika, kwa John kubadilika. Hata wewe kijana mwenzangu, unaweza kuwa unaenda kanisani lakini umepotea. Unaweza kuwa unahudhuria sana ibada lakini ndani yako hakuna uzima tena. Kwa sababu gani? Ya hayo maisha ambayo unayaishi. Nje unaishi maisha ya kondoo, lakini ndani ya maisha yako ni mbwa mwitu. Kaa chini muombe Mungu akubadilishe, akusaidie. Sababu hakuna mtu anaweza kuacha dhambi kwa nguvu zake mwenyewe, ila kwa msaada wa Mungu. Amua, omba toba ya dhati na Mungu atakusaidia.